hana mwele. Wacha niongee kidogo sababu ya hawa wako. Hawa watu wa magazeti pia wapeleke habari. Najua juzi tulianza, mimi nianza kupiga nduru. Nikasema inchi iko na makatel. Tukianza mwaka huu mafuta ya kupika ilikuwa kilo moja ilikuwa 400 na kitu. Saa hii nimeiteremsha imekuja 200 na kitu. Na hiyo biashara ilikuwa imeshikwa na makateli. Nilipowaendea hawa wakakuja wakalipa hawa watu wa magazeti, wakanipiga, lakini mimi sikubanduka. Nikakaa hapo. Kuna wale watu wanaagiza vitu kutoka nje kutupotezea dola zetu, watu wa chuma, watu wa furniture. Nikasema furniture tutakalia yetu. Nikasema chuma tutatengeneza yetu. Na tunashukuru wa wabunge, Mheshimiwa Kagombe uliongoza hii nilipokutuma huko bunge. Mkaenda mkaniwekea levy ambao tunaanza kuokota kesho. So kutoka kesho yule mtu ambaye hataki kulalia kitanda ambayo imetengenezwa hapa alale chini. Chuma tutatengeneza yetu hapa. Makaratasi ni yetu hapa. Sasa simiti ni yetu hapa. Na hata samaki tulikuwa tunaleta kutoka nje. Mkapigwa nduru, watu wakaniuliza, wewe hauoni makatalo itakumaliza? Mimi nikawaangalia hivi. Sasa ile ilikuwa imebaki, ilikuwa juu yangu maneno ya sukari. Ati kwamba mimi ndio waziri naenda huko pahali naitwa Komesa, kila wakati nasema tupatiwe ile naitwa safeguards, sababu industry yetu ya sukari ilikuwa imecollapse. Na ndio nataka kumshukuru Rais, sababu hiyo kiboko nilianza na watu wa mafuta, na watu wa mbao, na watu wa chuma, na watu wa simiti. Wale wa matajiri walikuwa wanapatiwa protection na ile serikali nyingine. Amewaangalia kwa macho na amemwambia mambo ni mangapi? Matatu. Mtu ahame Kenya, ama aende jela, ama Father Joakim tumpatie kazi ya kumsindikiza akienda wapi? Mbinguni. Na hiyo ndio mtindo. Na mimi naona hiyo mambo tatu, makatelo yote ambao wamekalia sekta zetu zote, sio tu watu wa sukari. My friends, cartels, tuliwaambia state capture itaisha. Sisi serikali yetu hatuna haja na kuingia katika mfuko ya cartels. Hiyo tulikataa. The same thing we are doing in sugar, the same thing I've done in all the other sectors. We are going to look at all other sectors ambao makatel wamekalia in sisi miaka mingi. Jameni, kuliko kujaza jela zetu bure, si afadhali wachukue hiyo option ya tatu? Hata Father Joakim tumuondolee kazi zingine, tumwambie hao hiyo kazi imebaki, tuende namna hiyo. Kwa hiyo mimi wacha sitaendelea zaidi. Niko na safari ya kwenda Mombasa. Nimetoka huko Kakamega, tunafungua industrial park. Nataka tu kuambia waheshimiwa hapa, watu ya Juja na watu ya hapa Gatundu South, hapa Kenyatta Road, katika shamba ile ya JKUAT, Jomo Kenyatta University. Dai ile onekea mnaneka hatia niwataka. Na hapo nimeangiza ile kitu tunaita EPZ na kuaga deliver. Tutaanza hapo EPZ. JKUAT wamelipatia shamba 100 acres, tuweze kujenga EPZ hapa na tuweze kucreate kazi hapa isiyopungua watu 30,000 ambao tutajenga hapa. Hapa pale wa Msomba alikuwa ameweka mandizi yake. Ndio ile ya kelele. Kaguto waroko. Onekea mwaneka hata. Nikenora giharaya kete hata. No ndikega EPZ na kuuothe. Na kutuga ginya soto wasiura. No weka hata. No aga mitingo ni dikoro osio. Ate joke ko jigu ate huko tina mtu so huko. Acha hapo mamangu wako hapa na muona na familia yangu pia, bibi yako sisi mama usalimia watu namna hiyo. Huyo ndio mnasikia nikuwe father padre. Huyo ndio alifanya Joakim ndo kasako jolia wala dalegere kutuka father lolo amenya getu mikire yatu kile na wale wote ambao ndugu zangu dada zangu mnaweza tu kusimama
umsalimie watu namna hiyo. Huyo ndio mnasikia ile government in power. Waitito juu, Nyoro juu, Mama Tagi juu. Ndio tikiona kio, nevo ulioke kate. Gwekora na huyo mwingine ndio nimemfuata, anaitwa Jane, ndio huyo. Na sasa yule ni wa ile big boys club. Mwake hivyo. Akanoa mwingi kekena. Big boys club. Ni kegwele kagombe keu. Ni kejikale small boys ni. Ulikuwa kwa udhamaki wa igoro ni. Na pia hata watoto yangu wanaitwa Brian, huyu mnamuona ni mrefu kama mimi, salimia watu. Na mwingine anaitwa Dennis hapa. Ako tu Dennis ndio huyo. Hayo ni familia yangu na sisi zote ni na yule ako pale mwingine na sisi zote ni jeshi ya mama anaitwa Walegero. Sawa. Hii ni komanda yetu ni Walegero, na yeye ndiye alikuwa mwanasiasa number 1. Sisi zote tunafuata katika hiyo njia. Mungu awabariki na Mungu awalinde, na watu wa Kiganjo nataka kuambia tutarudi tena wakati hatuna huzuni. Tutarudi tena kwa mambo zingine. Kama ni mtu kwa tuchoke utani na kihado. Neguo. Toke tole hapo neguo. Etuguo. Niona kayaba kwa kama bijama liko faulina. Tugacoka hale hapa da njoroke Kiganjo tugururo kayaba ugu. Soke tuweke ugu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Wape makofi tena ya waziri tafadhali, wape makofi. Wow, thank you. Thank you waziri. Ni wira mwega muno urutite na wira muthaka, na niturakena muno twakuona hau na wi mundu wa bata muno. Nyondo wa gitio ni tondu wa matha ni ngwenda gutambura former DIG Mr. Njoroge. Wape makofi yake. Thank you Mr. Njoroge Mbugua, asante sana. Father, nyondo wa gitio giaku herutha jete mucokia wa ngatho nigetha atucokerie ngatho. Mundu gwitwo Jeremia nigetha atucokerie ngatho. Na waziri nyariganirwo na ni ngoragwo ndi wa family yo, riu ndio handu family ine yo. Thank you muno, karibu. God is good all the time. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Jeremiah Danje, rafiki wa hii familia. Niko hapa kwa kurudisha shukurani. Tutaanza na kanisa. Tungependa kuwarudishia shukurani sana